Somo katika kitabu cha hekima ya Suleimani. Roho za wenye haki zi mkononi mwa Mungu, wala mateso yoyote hayatawaangamiza. Machoni pa wapumbavu walionekana kama wamekufa, na kutoka kwao kulihesabiwa kuwa msiba, na kuondoka kwao toka kwetu kuwa uharibifu. Lakini wao wako katika amani, na hata kama kwa mtazamo wa watu wanaonekana kuadhibiwa, tumaini lao limejaa kutokufa. Kwa kuadhibiwa kidogo watafanyiwa mema makubwa, kwani Mungu aliwajaribu akawakuta kwamba wanamstahili yeye. Aliwatathmini kama dhahabu katika tanuri, na kama sadaka ya kuteketezwa aliwapokea. Na wakati wa kutiliwa kwao watang'aa, na watarukaruka huku na huko kama cheche kwenye nyasi. Watawahukumu mataifa na kuwatawala watu, naye Bwana atakuwa mfalme wao hata milele. Wenye kumtumaini Mungu wataufahamu ukweli, nao waaminio katika upendo watakaa naye. Kwani neema na rehema ni kwa watakatifu wake. Neno la Bwana. Zaburi ya kutikizana. Kiitikio: Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Oh
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu alisema, na kutukuza Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa haya umeyaficha wenye hekima na busara, ukawafunulia watoto wadogo. Ndivyo Baba ilivyokupendeza. Nimekabidhiwa yote na Baba yangu. Hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mjitwike nira yangu na kujifunza, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtazipatia roho zenu raha. Kwani nira yangu si nzito na mzigo wangu ni rahisi kuchukua. Injili ya Bwana. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Mungu ni mwema na kila wakati. Kweli katika hali zote za maisha yetu, hata katika wakati huu ambapo tunamuomboleza mwenzetu, hali zote ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ambazo anatupa nguvu na vile vile anazifahamu. Na kwa sababu ni yeye ambaye anazifahamu, sisi hatuna jambo lolote la kusema isipokuwa tu yale ambayo aliona inastahilika yeye mwenyewe aweze kuyabariki. Ndugu yetu ambaye ametuacha, tunamuomba yeye mwenyewe kama vile vile alivyomchagua kuwa mchungaji wake wa kondoo zake, vile vile aendelee kumfurahisha na wema wake pale pema mbinguni. Katika maisha, in life, kuna msemi ambao huwa tunasema mara mingi, na mara mingi sijui baada ya kusema haya maneno huwa tunafahamu na tunajiuliza sisi ambao tunasema haya maneno yanatuelezea kivipi katika maishani mwetu. Na huo msemo ni kwamba huwa tunasema ya kwamba kila mmoja ana hadithi yake. Each one has a story to tell. Si ni ukweli? Kila mtu ana story yake. Kila mtu ana story yake. Lakini vizuri, sijui kama ushawahi jiuliza, katika hiyo story yako ni wangapi wanaimake kuwa alive? How many people make that story to be alive? Ni watu wangapi ambao wanafanya hiyo story yako ya maisha iweze kuwa na maana katika maishani mwako? Ni rahisi kusema each one has a story to tell. Each one has a story to tell. Padri mwenzetu Father Peter sahi haizi tupatia story yake. He cannot tell us his story. Ni sisi ambao tunaweza patiana story yake. Na mara mingi huwa tunazungumza kuhusu watu. Tunazungumza kuhusu watu. Na sisi sote ambao tuko hapa, kila mtu ana story kake ambaye anaweza peana kuhusu Padri Peter.
Na ni kweli, everybody has a story. Kuna mwingine atasema ni mbaya, kuna mwingine atasema ni mlafi, kuna mwingine atasema anakunywa sana, kuna mwingine atasema ni mkali. No, everybody, sisi wote ambao tuko hapa, kila mtu ana story yake, kweli ama uongo. But let me ask you a very simple question. Yeye ikawezekana, bize, how are you involved in his story? How are you involved in his story? For the last so many years, tulifanya, but his story, how involved were you in his story? Leo tuko wengi. Was alive, were we there in numbers? Were we coming to listen to his homilies and his sermons? Were we part of his story, either kama binadamu au pia kama padri? Lakini apart from the family members, wale ambao walimjua kama binadamu, wengi wetu hapa, almost all of us, tumemjua kama What part did you play for his priesthood? Ulikuweko? Are you part of the story ya maisha yake kama padri? Wewe mwenyewe unaweza sema umechangia vipi katika maisha yake kama padri? Did you make him to become a better priest? Did you make him to become a better priest? Sitaki kusema mambo ya confession, kwa sababu wengi ambao wanamjua wanasema kwamba Father ananijua, senda wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Sio ndio nature yetu? Father Kerry ananijua, kwa hivyo sitafanya nini? Send confession. Did you make use of his priesthood? Did you make use of his priesthood? Did his priesthood have an impact and value in your life? Kwa sababu hiyo ndio story yake ambayo tunajua ya kwamba ni padri. We knew him as a priest. Apart from the family members ambayo walimuona akizaliwa, wale walizaliwa mbele yake, na wale ambao walimlea, na watu wa familia, 99.9% ya sisi ambao tumeunganika hapa tumemjua kama padri. And it is good. But what role did we play to make his priesthood? Hata saa hii tuko hapa sisi wengi, kwa misa zake tulikuwa tunajaa. Unajua, tulikuwa tunajaa kwa misa. Ama hapa unauliza route gani Father Kerry anaenda fulani, sitaenda. Sikunaendanga hivyo. Then what are we doing here then? What is our purpose of being here? If you did not play a positive role to make him a better priest, to make his priesthood have value in our lives. Wangapi by the way walikuwa wanamuita misa kwenda kwao kucelebrate mass kwa familia? Hata najua kuna wengine labda, hata kama sio sisi watu wa Karori, even wherever amefanya kazi, kuna wengine wanasema, unaambia maybe wanasema sitaki Father fulani, sitaki Father Kerry akuja kwa misa, ningetaka wewe. How many of us rejected his masses? Tumsifu Yesu Kristo. Why are we here? Kwa kupitia kifo chake tunakumbushwa maana na sababu ya sakramenti ya upadri. The value and the importance of the sacrament of priesthood. In Kikuyu tunasema ya kwamba imenyago hili yekatea. Sahi yuko na value, si tuko hapa wengi. Na kesho sisi tutaenda. Na tumekuweko.
hizo wiki mbili tukimumon. But when he was alive, did we find his value in our lives? Did you feel the love that we are showing now? Did we show that love when he was alive? How many of us said bad things about him? Najua shida ya kwamba ya matanga huwa tunataka kuongea yale mambo mazuri, kweli ama uongo? Let the truth be told. Si ni kweli? Kwa sababu the moment a priest dies, it is not about just him dying. It's what he carries with him. What he carries with him. Kile ambacho yeye anaenda nacho ambacho ni cha maana sana katika maishani mwetu. Something of great value that inatusaidia sio tu katika maisha ya hapa duniani, but the connection between us and God. Sisemi ati wengine wakikufa hawana hiyo, hatupatie connection na Mwenyezi Mungu. But remember, wakati ule ambapo alichaguliwa na Mwenyezi Mungu, hata yeye akufahamu. Ujue wewe wakati ule ambao ulikuwa unatuniwa na husband yako, ulijua na kudanganya. Si ulijua? You knew. Ulijua huyu mjamaa ananitaka niwe bibi yake. Kama sio bibi ni girlfriend. Kama si girlfriend ni nani? Hiyo mmesema. Hiyo sio mimi nimesema. Hiyo sio mimi nimesema. You know, you always know. Hata ukiwa katika kampuni, you are the boss. Uone kuna mtu ameingia na makaratasi, unajua huyu mtu anauliza nini? Kazi. But when he was called, or any priest is called, haujui, you don't know. Unajipata, hebu uliza ama jamaa ambao wako hapa, include even the bishop. Nobody even realizes that you are being called. Some of us tuliitwa tukua kitu kingine ambaye hata sasa hii God anatuangalianga hivi na uliza, ai, na nilijaribu pia. Mali nilikutoa wewe. Because you don't realize the vocation. Because it is something that is not defined. Ni kitu ambacho hata wewe mwenyewe haukielewi. Unajipata ya kwamba umeingia seminari, kama sisi tuliingia tukiwa 130, we were ordained only 30 as priests today. At least our class has one bishop. You know? So it is not like there is a special encounter ambayo unajua I'm going to become a priest. Wewe ambao wakati ule ambao ulikuwa unatongozwa ulikuwa unajua huyu jamaa anakuja tu kunidanganya, ama huyu manzi anakuja kunidanganya, na ninajua agenda yake. With God there is not. Na unajua ya kwamba huyu jamaa anataka niwe bibi yake, nimzalie watoto, nimfuliangie nguo, nimupikiange, and so many other things. But being a priest is a little bit different. Is a connection ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia sisi watu wa binadamu, kama vile tunaambia Ephesians ya kwamba yeye ametengwa, akatengwa, baadaye tukarudishiwa ili aweze kuwa a special connection between me and my God. Kile ambacho amebeba, kile ambacho Padri Motonga amebeba na ameenda nacho, do you know your mama cannot give you? Do you know your papa cannot give you? Do you know your friend cannot give you? He can't. Your father cannot listen to your confession. Your mama, as much as he's going to provide food, he'll give you food for the stomach, not food for the soul. Not food for the soul. Na ni vizuri tujiulize, as much as we mourn na tumekuja kucelebrate maisha yake, kile ambacho yeye ambacho Mwenyezi Mungu alimpa kwa, je, niliweza kukipata? Niliweza kukitumia? Did I make value of what our priest had? Did I make any value? Ameenda nayo, it is gone. Na ni vizuri tuweze kujiuliza ya kwamba huyu
ambaye ametuacha. Na wakati huu mimi ninahuzunika. Mbona nahuzunika? Why am I mourning? Why am I feeling bad? What is this that is pushing me? What is this? Na kama unajua kile ambacho padri amebeba na amena nacho na haujakitumia, mapadri wako hapa. What will you do tomorrow? Will you say the same words? Father Ken ananijua, sitaenda confession kwake. Father Ken nilimpata akikunywa mbili mahali, sitaenda misa kwake. Are you going to repeat the same words? And if you are going to repeat the same words, then the death of our brother has no value. And it will never add value. Because why you should mourn is because you found value in this person. Huyu mtu alikuwa na jambo ambalo ulikuwa unahitaji, ambayo ilikuwa inakusaidia katika maisha, na kama haukuweza kulitumia, ndipo siku ya leo tunakukumbuka. Alikuwa amebeba, Father Ken alikuwa amebeba, na wewe ulikataa kukitumia. Uko na nafasi nyingine. Mapadri wako hapa. Je, ukirudi katika parokia yako, Father amekaa huku kwetu sana, sitaenda kwa maungamo. Father cha Kwaresma, kabla tuingie katika Easter, tutafikiri tuje maungamo. Are you still going to use the same words? Are you still going to? Na ndipo tunasema ya kwamba kama wakati ule ambapo padri alikuwa uhai haukuongeza jambo katika safari yako ya imani, hata kipindi hiki itakuwa tu ni kama kawaida. Ni wakati wake apumzike, maisha ifanye nini? Iendelee. Because any death, no matter how painful it is, it needs to add some value in your life. Lazima iongeze jambo fulani katika maishani mwako. Na kama haitaongezea, then maisha ya huyo mtu haikuwa na maana. Wakati ule ambapo utaenda katika mazishi ya mzazi, huwa tunaelezewa na tunakumbusha kwamba the value of a parent in our lives. Na wewe hapa haujaenda kumwona mzazi wako, wala wewe ni mtu wa simu na kumtumia pesa na M-Pesa, unadhani ya kwamba imefanya nini? Imetosha. Then wakati ule ambapo atafariki, sasa ndio unakuja kudictate hata kwa matanga vile ambavyo kutafanyika. And when he was not alive, then unaanza kwenda kujililisha hapo kwa kaburi ukianguka. Ati yeye maito wadigana au na riria ari kuondonaga fata wake. Na nikidorori atirere riria Father ari moyo ri ni muonaga fata wake thina uturene wanyu. Mwamuteithirie atia atuike mufea mwega na mwagiriru? How did you help him to become a better priest? Ndipo huwa tunasema ya kama vile tumeambiwa katika somo la kwanza, our lives, maisha yetu hayako katika mikono ya binadamu, bali yako katika mikono ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo ni vizuri tuweze kufahamu ya kwamba katika haya maisha ambayo tunaishi, tumeitwa ili tuweze kuwa mwongozo, watu waweze kufaidika kutoka kwetu na sisi tuweze kufaidika kutoka kwa wengine. We find value in the human life that God has given us freely. In fact, not even just giving us freely, but he has given a life that is in the likeness and the image of God. What do we do in this life? We condemn, we fight, we destroy each other. It is at this particular moment of time, then we find tunataka kujipendekeza, tunataka kujionyesha. When you go to a burial of a brother or a sister, it reminds us of the value of having a brother and a sister. Na leo
uko hapa, you have never even looked, au hujaimtafuta brother yako ama ndugu yako. How many of us our brothers and our sisters wako huko Middle East, tumewatafuta na simu kuwauliza what has happened? Atake idhagia diramusha nyando atake nafata nani. But the moment your brother, your sister will rest, kitu ya kwanza kuuliza gari yake eko, account yake ni shigana, ukweli ama uongo? That's what we go for. Haya maisha ambayo tunaishi, the value is in what you possess. Kila mmoja wetu, kila ambacho Mwenyezi Mungu amekupa, ule wito ambao Mwenyezi Mungu amekupa is very important. Usijiangalie ujione ya kwamba wewe haustahiliki. Usikajiangalie useme ya kwamba hauwezi. Kila mmoja wetu ana maana na ana sababu. You are of great value. Lakini je, tumesaidiana ili tuweze kuinuana na kuwa mwongozo kwa wenzetu waweze kujifahamu na kujijua? Sometimes it's good to think about your death. Na ni vizuri tujiulize swali hili. The day you'll die, what will people say about you? Watu watasema nini kukuhusu? What will people say about you? Na ndipo basi tunaitwa na Kristo katika Injili na kutuambia kwamba ingawa katika haya maisha mambo ni mengi, mambo ni mazito, mahali ambapo tutapata pumziko, mahali ambapo tutapata msaada ni katika mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hatuishi kwa ajili yetu sisi, bali tunaishi kwa ajili yake Mwenyezi Mungu. We live because not of our own, but because of the grace of God. Na ni katika hiyo hali ya kwamba tunaishi katika neema zake Mwenyezi Mungu, basi na sisi tujiulize, je, hizi neema ambazo Mwenyezi Mungu amenipa, je, ninaziishi? Am I living them? Na kuishi hizo neema ni kumaanisha kwamba am I able to distribute the goodness that God has given me? Tulikuwa na father na amefanya parokia mingi. Sometimes you ask yourself, even as a priest, especially katika msimu huu wa mvua, father, najua ya kwamba I have to wake up in the morning, niende the farthest station, ningangane na matope kwenda kuwahubiria wa Kristo na kuwapelekea Kristo. Nawe kama Mkristo nasema hivi, burane ya katea muregeti nyeda, unasema sitaweza kwenda kanisa kwa sababu umefanya nini? Of what value do we give our priests? Do we make our priests to value their priesthood? Let us not value them when they are not with us. Let us value them, the sacrifices that they make, the efforts that they make. Remember, even us, we do not understand the calling that God has given us. Even us, we are struggling. We are trying our best to live, and you are the people to assist us. You are the people to hold us. You are the people to show us the path and the way. And it is good to ask ourselves again, as I said, as much as Father Peter had a story to tell about his life, what part did you play to make his story? If today he arises, he can arise, will he say, I'm glad and I'm proud that I had an opportunity to serve you because you made me to become a stronger and a better priest? Let us ask our good Lord, who is always loving and caring, that he may grant us true knowledge and understanding, that we may be able to value each other. We may be able to value each other, because all of us
all of us, no matter the status, no matter the kind of life you live, no matter who you are in the peoples, all of us have one calling: to be servants of each other and to make each other to find value in his calling. We make each other to find value in his calling. Not at the time that this person does not need our help, but at that particular moment when this person really needs our help. And that's the moment when we are breathing and when we are alive. When we are breathing and when we are alive. Our brother today is reminding us, let's put our hearts and our efforts before the Lord. He cares for us. He understands us. Tuende kwake na tusaidiane sisi sote kwenda mbele yake Mwenyezi Mungu, ili mwishowe wakati ule ambapo utafika katika kile kiti cha hukumu, yale maneno matamu yatasemwa kwako: njoo kwangu, karibia. Come to me, because you heard me and you lived and you did what is expected of you. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu endelee kuwapatia nguvu familia ya Padri Peter, hasa wazazi wake, wana familia, na pia sisi sote ambaye ni mmoja wetu. Lakini tujiulize, did I find value in the life of Father Peter? Did I find value? Did I have growth? Did I have growth? Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tutasimama kwa sala za waumini. Wale wanaotuongoza katika sala, tunawaomba waweze kujongea hapa mbele. Tumuombe. Kwa dhati Mungu Baba Mwenyezi, ambaye alimfufua Kristo mwana wa pekee tumuombe kwa dhati Mungu Baba Mwenyezi, ambaye alimfufua Kristo mwana wake toka wafu kwa ajili ya wokovu na wazima na wafu. Tuombe tukisema: E Bwana, sikiliza sala zetu. E Bwana, sikiliza sala zetu. Tuombe kwa ajili ya kanisa. E Mwenyezi Mungu, muumba wa vyote, Mungu wa rehema na neema, tunakushukuru kwa maisha yetu na kuwa nasi siku ya leo. Baba mwema, tunalikabidhi kanisa lako takatifu linaloongozwa na Papa Leo wa 14 na wasaidizi wake, maaskofu, mapadri na pia washemazi. Mungu wetu, tunaomba uwajalie hekima na uongozi bora kwa waumini wako, ukakamavu katika changamoto wanapofanya kazi ya uinjilishaji. Pia siku ya leo tunamkumbuka Father Peter Kiari uliyemuita kutoka duniani. Tunakuomba kwa unyenyekevu uipokee roho yake katika utukufu wako wa milele. E Bwana, twakuomba. Baba Mungu Mwenyezi, tumekusanyika hapa kwa majonzi na huzuni kwa sababu ya padri wetu mpendwa Father Kiari.
tunakukabidhi nchi yetu Kenya, nchi nzuri na laini. Tunakukabidhi shukrani zetu kwa mvua ya msimu ambayo inashuhudiwa sehemu mbalimbali katika nchi. Tunakushukuru na tunagombea mkulima yeyote ambaye ako hapa, ubariki juhudi zao katika kuzalisha nafaka na mazao. Tunakubariki na tunakupenda. Tunakuomba ya kwamba uchukue serikali yetu mikononi mwetu, hadi kutoka yule mdogo hadi yule mkuu. Bwana, uwapatie hekima. Tunaiombea taasisi na idara mbalimbali za serikali, na kwa njia ya kipekee tunakukabidhi idara ya masomo, afya, uchukuzi, hata jinai. Tunaomba ya kwamba watoto wetu kutoka yule mdogo hadi kwa vyuo vikuu waweze kuendelea na shughuli ya masomo bila ya kalenda yao ya masomo kutatizika kwa njia moja ama nyingine. Tunaomba ya kwamba Mungu Baba utabariki na utaweza hata kuwaongoza wakuu wa hiyo idara. Tunakumbuka hata taasisi ya idara ya afya, ndio kwamba sisi wote wakati tunapokwenda kutafuta matibabu katika hospitali zetu tuweze kutibiwa kwa njia inayofaa. Kumbuka pia wale wakuu ambao wanasimamia idara ya uchukuzi, ndio katika msimu huu wa Pasaka na Kwaresma waweze kudhibiti ajali zinazoogofya katika barabarani mwetu, ndio kila mmoja wetu aweze kusafiri na afikie wapendwa wake katika njia salama. Kumbuka vikosi vyetu vya usalama katika pamoja ya hiyo, wale waklerio wanaohudumu miongoni mwao, wabariki familia zao, ndio kwamba wakati wanaendelea kushika doria kwa niaba yetu, sisi wenyewe tuweze kuwa na imani na amani kwa sababu ya juhudi zao. Bwana utusikie. Mwathani wa iguru, twanyiha mbere yaku tugucokeria ngatho makiria ni undu wa kiheo kia moyo na family iria utuhete. Turacirehe moko-ini maku Mwathani, tukimenya ati thiini wa micii ino kwina muthuri na mutumia na ciana Mwathani. Twaikuria Mwathani utuike wa kumahe wendo na uiguano gatagati-ini kao. Nituramenya ati no kuri mucii wina muthuri wa ndigwa, onake Mwathani tuika wa kumumenyerera na kumugitagira mahinda mari mothe. Makiria kirera ciana ciake, ukamuheaga ugi wa gukorwo niwe nyina na nowe ithe wa ciana ciake. Tukiririkana kuri na micii ina atumia ndigwa, ona ni turamarehe moko-ini maku. Uratwira we niwe Ngai wa aria matiganeirio, we niwe Ngai wa atumia a ndigwa. Turamarehe moko-ini maku Mwathani, magitagire no kamaeka wega makiria riria mararera ciana ciao, maheage ugi wa kumarera ona hinya. Jesu mwega, no turakimenya ati kwina ciana cia ndigwa onacio iria itari na aciari a kumarera. Tuika ithe wao Mwathani na muciari wao, na nigetha hindi ciothe riria mabatara aciari maroria maitho mao na iguru magakuona. Tuika uteithio wao mahinda mari mothe. Thiini wa micii ino Mwathani no kuri micii ya muciari umwe na njira imwe kana iri ingi, ona Mwathani tuika wa kumagitagira na kumahe hinya. Thiini wa micii ino Mwathani no kuri andu maroreire kuo, angi matiganeirio na magite andu a kumarora. Tuika Ngai wao mahinda mari mothe. Kuri andu marabatara ndawa Mwathani, tuika uhonio wao. Kuri ona angi mararora andu aria makurite, Mwathani maheage hinya riria magwika uguo, na makirio mahe ngoro ya wendo ona ngoro irutire. Na wacio Mwathani makinyite hinda ria ukuru wao, angi ona ni matete gitaranio. Tuika uteithio wao mahinda mari mothe Mwathani. Reke riria maukaira Mwathani ugakoragwo ho, na nigetha ukamathikiriria. Ona ithuĩ Mwathani no turwarite na njira imwe kana iri ingi. Kuri andu marwarite miri, kuri angi mena thina wa meciria, makiria ni undu wa maundu maria marathi na mbere thiini wa bururi uyu. Hindi ya ngoro citu ciainama Mwathani, ukagana nigetha ugacinamura. Riria tuhana ta tukurwo ni hinya Mwathani, twikaga hinya witu. Na twahoya uguo tukiugaga Mwathani utuigue. Rekei tuhoere mabataro mwanya mwanya.
Awa mwega turagucokeria ngatho waini wa muthenya wa umuthi Jehova Ngai tukienda gugutia gucokeria ngatho kuga we Ngai munene na gutiri Ngai ungi uhana tawe. Mwathani ni wega ni tondu utwendete na rwendo runene Ngai ni tukuhitagiria tukiaria tugika ona tugitarania Ngai ithe witu turekere maria mothe ungituona namo Ngai nigetha uthie na mbere na kuigua mahoya maitu Ngai na njira ya mwanya nturenda gucokia ngatho muthamaki mwega Ngai ni undu wa Father Kiari muthamaki mwega Ngai thengio ni riria aciarirwo muthamaki mwega Ngai ni watwaranire nake unyinyi-ini wake muthamaki amukira ngatho citu muthamaki thengio ni riria wamwitire mwathani na nigetha agutungatire muthamaki thengio ni utwaranite nake rugendo ru mwathani ona ihinda riri mwathani arakinye ni gutwario ni mwiri Ngai tugagutia ona tugakwira ni wagirire Ngai thengio ni uria arokaga ngoro citu ciethe mwathani agacina mura muthamaki mwega Ngai thengio ni mahunjio aratuhunjagiria ona gutuhe mwihoko muturire-ini mwathani thengio ni thario aratuheaga mwathani reke itigakinye hau mahoya mwathani indi tuthie na mbere na kuhoyaga mwathani ni tondu tutari nawe ithe witu tutingihota mwathani ni wega ni undu wariria maundu maya mekikire Ngai tutigwite uru ona umwe utumite na thutha mwathani ni ugiteire parish ino itu mwathani ukagitira aciari ake muthamaki mwega Ngai ona ukagitira kanitha uyu witu mwathani twaucokeria ngatho ni wega ni kuria guothe anatungata mwathani amukira ngatho citu mwathani na tondu arari mundu ta ithuĩ mwathani kuria angikorwo mwathani arakuhitiire na njira imwe kana iria ingi mwathani tuunganite ha ithuothe Ngai ni tugukuria uria twika wa kumuohera muthamaki mwega Ngai na nigetha ni tuwi atiriri mwathani ni tukamukora kuu gwaku mwathani tondu ma wi Ngai mwega Jehova Ngai tutingiriganirwo ni gukunengera muthenya wa rucio moko-ini maku Ngai Baba no tukubataire makiria Ngai ni twakunengera muthenya wa rucio moko-ini maku Ngai uthie na mbere na gutumenyerera guturithia muthamaki mwega Ngai maundu mothe Jehova twamaiga moko-ini maku na twakwagwa tukiugaga mwathani igua ihoya rito. Bwana tunakuomba dua na maombi yetu ya wasaidie watumishi wako marehemu hasa padri wetu Peter umshirikishe katika liturujia ya mbinguni huyu ambaye alitekeleza wadhifa wa upadre katika kanisa hapa duniani mfutie dhambi zake zote umshirikishe ukombozi wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Maskani
salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu yetu sisi. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa njia ya mafumbo haya matakatifu mtumishi wako Padre Peter Kiarie aone wazi yale aliyokuwa akiyahudumia kiaminifu hapa duniani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, Bwana, hauondolewi ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakiisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaiba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ili toka maawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki
na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambayo ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watakatifu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba yeye Bwana huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo, na askofu wetu Filipo na Daudi msaidizi, na askofu Petro tuliye naye hapa, pamoja na maaskofu wote wa klero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Padri Peter Kiarie Motunga uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu bila mwisho kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoa dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Sistahili kuingia kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
sala baada ya komunyo. Yesu Mwokozi wangu, nami nitapokea mwili wako. Wewe mzima, wewe ni Mungu na binadamu. Yesu, nakutukuza ukiwa ndani ya hostia takatifu. Natangaza kwamba wewe ni Bwana wangu. Ninakuheshimu zaidi ya vitu vyote. Yesu wangu, najua kweli mimi nikosea na ninastahili kwenda jehanamu. Sifai kupokea uzima na roho yangu itapona. Yesu wangu, ninakupenda na ninakutamani. Njoo kwangu unitakase mwili wangu na roho wangu. Uje unipe nguvu ya kuondoa dhambi zangu. Uje ujaze roho yangu. Nisaidie na nitakutamani sana. Ili
Sala baada ya komunio. Ee Mungu Baba Mwenyezi, nakushukuru kwa sababu ya zawadi ya Ekaristi Takatifu na familia zote za parokia yetu ya Karuri. Tupe Moyo Mtakatifu na tuwezeshe kufahamu sakramenti hii ya kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ndiyo chemchemi ya uhai, upendo na umoja katika kanisa takatifu la Mungu. Sakramenti tuliisherehekea na kupokea tuongezee upendo kwa Mungu na ndugu na dada zetu. Bariki parokia hii yetu ya Karuri, ndiyo iwe na mazuri na nguvu za Ekaristi Takatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo uniokoe, damu ya Kristo nichangamshe, maji ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ee Yesu mwema, nisikilize, katika madodo yako unifiche, usikubali nitengane nawe, na adui muovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Yesu asante.
Mungu, tumepokea sakramenti yenye kuleta wokovu. Tunakuomba huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Padre Peter Mutunga Kiarie, afurahi kuyapokea wazi huko mbinguni yale mafumbo aliyokuwa akiyahudumia hapa duniani, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba tuweze kuketi. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema